anaongea vitu vya ukweli huyo. Mimi tarehe 7 na ng'oka. Kwa sababu mimi sielewi hapa nilipo, nishachanganyikiwa. Kama tarehe awamu iliyopita sisi wametupata, basi mara yetu tukubali mjomba. Wewe nchi unaionaje? Mimi nakusupport fundi wangu. Nakusupport. Mimi tarehe 6 tu mimi napanda boti. Ndugu yangu, maisha magumu hapa. Akai mtu ndani tarehe 7. Tusibaki ndani. Yaani liwalo na liwe. Nyundo ondoka nayo. Oya, nyundo visu tia nyongani. Manyundo unakatwa tutafanya kazi. Ndio tu hapa tusikubali. Maisha magumu. Samahani wakubwa. Hivi fundi hili ambalo nalisikiliza wale unaliona lipo sawa? Lipo sawa jamaa, umsikize. Hebu angalia jamaa, hebu msikilize. Kumsikize kwa makini jamaa. Unaliona lipo sawa hilo? Msikilize jamaa huyo. Nimemsikiliza kwa makini zaidi pindi ulipokuwa umemweka hii video unaisikiliza. Lakini sisi ni vijana. Tusiendekeze mitandao. Hasa mitandao kama hii ambayo ni ya kijamii, ni kupotoshana. Ndio. Ukizungumzia Oktoba 29 mpaka leo hii kuna watu bado hajatoka katika majozi na uchungu. Ukizungumzia Oktoba 29 kuna watu mali zao zimepotea, kuna watu wamepoteza familia zao, kuna watu wamepoteza watoto wao, kuna watu mpaka leo hii ni walemavu. Kwa haya nyinyi mmeweza kuwafurahia mkiwa kama vijana? Hapana, hatuwezi kuyafurahia, lakini tutafanyaje? Haya ambao mnaona katika mitandao, hawa ni watu ambao wanajitengezea hizi kuweza kupata fursa ya kutuma mambo yao na kuweza kuwafuatilia kwa wingi. Tayari wameshaona vijana kuwa hamna upeo wa akili ya kujiongeza, ndio maana watu wanafanya mambo kama haya. Wewe ukiangalia hii video, kazi ngumu brother. Si kweli? Watu kama hawa ni ngumu kuweza kujua familia zao walipoziweka. Mtu anapokuwa huwezi kujua familia yake alipoiweka, inamaanisha kwamba amejiandaa kiudhati ya kwamba jambo litakapokuja lisiface familia yake, liwafesi nyinyi wengine. Lakini kwa upeo na akili lazima mjitambue hata nyinyi familia zenu zinawahitaji. Tena zinaamini katika kidogo chenu ambacho mnakipata. Lakini huyu si Mtanzania mwenzetu. Huyu hata kama ni Mtanzania, lakini unakuta yupo nje ya Tanzania. Kwa maana yake hawezi kuzurika. Ni wajibu wake, anaona kushajiwisha vurugu. Amani ya nchi ndio kitu cha msingi. Sisi vijana ndio nguvu kazi. Lazima kuna mambo tuweze kuelewa fundi. Tuamini katika vipaji vyetu. Kweli sasa. Wewe ndio shauri nini brother? Kitu cha kuwashauri ni kitu kimoja. Serikali imeandaa mambo chungu nzima kuweza kujiendeleza kama vijana. Fursa zipo nyingi. Lakini serikali hii imetupa sisi uhuru wa kuweza kuongea kwa upendo na amani, kuwafuata viongozi kila sekta. Kwenye mitaa wapo masheha, wapo madiwani, wapo wabunge. Ni wajibu wetu kuwafuata, kuelezea shida zetu. Pindi ikiwa mambo ni magumu, kuna kuwa mikoa, kuwa wilaya, hawa wote pia ni serikali. Serikali imeandaa mikakati tofauti ya kuweza kuwawezesha kina mama, vijana na wajasiriamali mbalimbali. Zipo bodi za mikopo tofauti zinakuamuru iwapo ushafikia miaka 18 unastahili ya kwenda kuomba mkopo na kuweza kujiendeleza kibiashara ndogo ndogo, hata kama ni kubwa unahitaji msaada. Kumbe sehemu za mikopo zipo bwana. Na ipo mitandao ya kiserikali ambayo tunaweza tukafuatilia na tukahakikisha tunajikidhi katika maisha yetu, tunabadilisha maisha yetu. Kwa nini kama vijana tusitumie fursa hizi kuweza kubadilisha maisha yetu? Kila siku ugomvi. Familia zinatuhitaji leo hii, na sisi lazima tujiandae kuweza kuwa na familia bora hapo baadaye. Kweli brother. Kwa hiyo tulikuwa tuna elimu. Vijana tuliokuwa hatuna elimu, serikali zimetuandalia mbinu mbadala. Kuna usomeaji wa fani mbalimbali. Serikali zinatusupport. Lakini pia hata shuleni ikiwa unaweza kurudi na unatamani kurudi, hakuna serikali inayokataa, bali ni kuweza kufuatilia tu. Tutumie nguvu zetu kwa sababu ya taifa letu, si ndio? Vipo vingi vya kujiendeleza na fani, udereva, ushoni, uvuvi na mambo mengine kadha. Zipo mpaka fani za kusomea ni namna gani ya kuendesha biashara zako. Kweli. Kaka, wakati bado upo. Bado nguvu ipo. Tumia muda huu kuweza kuhakikisha unajibadilisha kimfumo wa kimaisha. Kweli kukaa na watu wengi unajua mengi. Kwa hiyo wewe ungeniambisha mimi nikafanye vurugu. Kumbe bwana hakuna njia sahihi. Ujinga mtupu. Kwa tarehe 7 haina haja mtu kutoka. Haina haja.